We've come so far, now the day is here. Memories made and the world so clear. Through the highs and lows, we found our way. Now we're standing at the edge of a brand new day. We laughed, we cried, we grew so strong. We're ready now where we belong. The future's calling, we'll answer true, with hearts so bold and dreams that flew. Here's to the moments that shaped who we are. To the road ahead, we'll chase every star. We're more than ready, the world's in our hands. A new beginning, it's time to stand. We'll write our story, make it shine. Together forever, across all time. Kwa macho ya rehema, Yesu ulinitazama, uliniponya vidonda vyangu, ukayavuta machozi yangu. Kwa macho ya rehema, Yesu ulinitazama, uliniponya vidonda vyangu, ukayavuta machozi yangu. Hai, sijasahau Baba, umbali umenitoa. Bila wewe Bwana Yesu, sijasahau Baba. Umbali umenitoa. Bila wewe nisingesimama. Sijasahau Baba. Umbali umenitoa. Bila Bwana nisingesimama. Sijasahau Baba. Umbali umenitoa. Bila wewe Bwana nisingesimama. Sijasahau tunakuabudu Yesu, Yesu, tunakuabudu Yesu, Yesu.
Yesu, tunakuabudu. Yesu, Yesu, tunakuabudu. Yesu, Yesu, tunakuabudu. Yesu, Yesu, tunakuabudu. Yesu, Yesu, rafiki wa kweli. Yesu, 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 tunakuabudu. Yesu, Yesu, amani ya moyo. Yesu, Yesu, tunakuabudu. Yesu, 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 mtetezi wa wanyonge. Yesu, 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 tunakuabudu. Yesu, Yesu, furaha ya maisha yangu. Yesu, Yesu, tunakuabudu. Yesu, Yesu, kwenye ndoa zao, wameamua kuachana, wanahitaji waone matatizo yamewadaa, bila wewe watawachana. Inachokuwa uwe na wanadamu, uwe na mie, uwe na mie, uwe na mie baba.
Anama Ms. Kavi Sigalagala National Polytechnic 2025-2026. Ms. Sigalagala National Polytechnic, that is Paris Kakamega Culture 2025-2026. Governor Matu Baraza Governor Town Campus, Ezekiel CS Education Matara CS Sports National Polytechnic, Eric Otieno CS Health, Sanitation and Home Affairs, Sigalagala National Polytechnic, Eric CS Culture, and Mr. Sigalagala 2025-2026, Pato Okelele
CS Education 2025-2026. Pierre James Mugaisi, CS Finance 2020. Anne Pererwan, GS 2025-2026. And lastly, Lorena Otiende, Vice President 2025-2026. You can. Okay, once more to our chief. It is with immense honor and gratitude that I stand before you here today as the President of the Sigalagala National Polytechnic on this remarkable occasion of our 6th graduation ceremony. Graduates of 2025-2026, congratulations. This achievement did not come easily. The early mornings, deadlines, practical assessments, industrial attachments, challenges and breakthroughs, all these moments have shaped you into what you are today. Stand tall because you persevered, and today we celebrate not only your academic accomplishment, but also personal growth and the strengths you've gained throughout the journey. Sigalagala National Polytechnic has had an experience as part of the education and training system, which has defined on how we can educate, on how we can learn, practice, demonstrate our skills. Graduates leave this institution not just with certificates, but with competence, abilities that we can demonstrate, defend, apply in real-world situations. CBET has made us more adaptable, practical, and industry-based. It pushed us beyond the theoretical knowledge into mastery of hands-on skills. And because of this, we step out today as confident professionals, equipped for employment, entrepreneurship, and lifelong learning. Our graduating class was not only active in academics, but also excelled in sports, drama, music, innovation, contests, club, and religious activities. Our experiences shaped our leadership, confidence, and our values. Graduates live here as a holistic graduates, skilled not only in their trades, but also in teamwork, discipline, communication, problem solving, just to mention a few. To our chief guest, allow me to express our heartfelt gratitude to our chief principal, Mr. Evans Bosire, and the entire management of the Sigalagala National Polytechnic for the support, guidance, and commitment they've offered to our students in terms of welfare. Mr. Anselm Olinya, who is the County Officer of Education, here today representing our Honorable Governor of Kakamega County, Fernandez Barasa, members of staff, parents, guardians, our distinguished guests, graduates, ladies and gentlemen. Amjambo. Amjambo tena. Mirembe. Mirembe mandi. My name is Professor Mebo Milishi Majanja, who is the chair of the Council of Sigalagala National Polytechnic. I do not manage alone. I have a team of council members who I request to stand so that I can introduce them to you, just so you know who it is that is steering Sigalagala National Polytechnic. We have Engineer John Obenyi. We have CPA Phoebe Musau. We have Dr. Geoffrey Kimtai. We have Madam Lynette Olondi. And we have Mr. Vitalis
two who are not here today with us because they are representatives of the state departments. They have been assigned other duties today. There is council members, you can see. There is Mr. Charles Dambuki, who represents the National Treasury, and Mr. Archer Arena, who represents the PS in the State Department of TVET. They could not be with us. So that is the team that steers Sigalagala National Polytechnic. Going back to my speech, I would like to say that this exceptional day marks far more than the culmination of demanding coursework and practical training. It signifies a magnificent transformation in these young men and women who are seated here today. We do not merely observe the end of rigorous training, we also celebrate the powerful birth of capable, cutting-edge professionals who will go out there and help turn Kenya into our vision for 2030. On this grand moment, we shall witness the rite of elevation, the transition of 2,760 graduates to help us to do the transformation of our nation. To our graduates, those who are graduating from here, we will salute you with pride and profound admiration. The excellence we are celebrating here today will be reflected in you, and you will be reflecting a strategic capacity building that this institution has added to the leadership management of the Niseme nini baba, niseme nini baba, niseme nini baba, kwa yote na shukuru. Niseme nini baba, niseme nini baba, niseme nini baba, kwa yote na shukuru. Niseme nini baba, niseme nini baba, niseme nini baba, kwa yote na shukuru. Niseme nini baba baba, niseme nini baba, niseme nini Jehova, kwa yote na shukuru. Niseme nini baba, niseme nini shama, kwa yale uliyotenda, kwa yote na shukuru. Sina cha kukulipa, mali yote ni yako. Niseme nini baba, kwa yote na shukuru. Nimerudi na shukrani, nimerudi na moyo wa asante. Sijasahau ulikonitoa, kwa yote na shukuru. Niseme nini baba, niseme nini shamba, niseme nini baba, kwa yote na shukuru baba. Niseme nini baba, baba, kwa yote na shukuru. Niseme nini baba, niseme baba, kwa yote na shukuru. Magonjwa yaliyotutesa au kuruhusu yatumalize, tuseme nini baba, kwa yote twashukuru. Mateso tuliyopitia au kuruhusu yatumalize, tuseme nini baba, kwa yote twashukuru baba baba. Tuseme nini Yesu, tumemaliza mwaka baba, tuseme nini baba, tuseme nini Yesu, tuseme nini Jehova, niseme nini baba, niseme nini Jehova. Kama ungekuwa mwanadamu baba, tusingefika tulipo. Tuseme nini baba, kwa yote
asante kwa shukuru. Zarauliwa na wewe. Amenivua vazi la aibu na moyo wangu wakati sina budi ila nimusifu. Roho Mtakatifu akapate kuandamana nasi hadi mwisho wa ufalme wa amani. Kwa yale sijaomba Baba, naomba Roho Mtakatifu aliye mwombezi mwema atunenee mbele zako Jehova. Ni katika jina lako safi naomba na kuamini. Amen. Asante. Kila mtu afurahi, tunapiga makofi. Hapa ni vigelegele. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe ametenda mema. Sifa Bwana wa mabwana. Sifa ametenda mema.
Asante Baba, maana unastahili. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Kati ya Mungu ndio mimi. Ngoja atapata kazi, tutafurahia. Bwana sasa. Amina. Majirani wa Celestine hapa, kama kuna jirani yote apate kazi, asitamaki sana venye wamesema. Mungu afungue njia. Msichana mzuri mnyenyekevu, ana mambo mengi. Mungu akufungulie njia. Nendo wa Celestine na unaweza penda uzae wengi. Na namuombea Mungu bila amenyenyekea mpaka kumaliza kusoma, pia aweze kumfungulia njia zake zikuwe rahisi. Hizi zilikuwa rahisi kwa kusoma. Amen. Ni hayo tu, mbariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Acha tuibuke tu. Hawimbo tu. Yaani tu. Milele daima. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Amen. Hii ni mkono wa Bwana. Huyu msichana wangu yaani ninampenda. Bila yako tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena naye amenipenda. Na Mungu naye amempenda sana. Ndio anamsingira na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haki tuzidi tu kuombeana. Na msichana kwa Mungu akulinde na akufunike na damu ya Yesu. Na akufukishe ng'ambo ingine. Hapo sasa ni kionjo kuonyesha ndio unaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaenda sana. Hapa mimi naitwa Rose Moka. Mimi ndio naongoza home group ya Ikonyero. Na watu wangu wengi wajakuja. Masherehe ni mingi lakini walisema watakuja majioni. Sasa nadhani wako njiani. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe umejua tu unashiriki pia. Simama. Muwepo tu na msalami yako tu na Bwana Yesu asifiwe. Hawa ndio tunatembea nao. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sina mambo mengi. Kazi yangu nakaribisha tu mchungaji aendelee kufika hapo. Amina. Sasa huyo mimi niko kwa department moja na yeye kwa youth. Kitu ya pili, pia mimi naendelea kumshukuru Mungu kwa sababu mbali yenye Mungu ametutoa ni Ebeneza. Wenye nilitangulia tu kusema kufika hapo kwa Celestine ni neema ya Mungu. Si ni ukweli? Tumefika kwa wakati wa wasasi, najua pia wasasi wamealika wageni wao watego. Wapatia only 10 minutes ama 15, taanza na baba asimame. Ataintroduce wageni wake, mama ataintroduce wageni wake wakuja then ndani. Nikimaliza mkaribishe mkutano wangu. Karibu baba Celestine. Basi Bwana asifiwe. Amen. Wasalimu wote kwa jina la Yesu. Amen. Wasalimu ikiwa na furaha maana Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Amen. Nashiriki na PEPFAR Mount Elgon. Fika Cheptesi, kwa inaitwa TC PEPFAR. Hapo ndio nalelewa. Amen. Nashukuru Mungu umbali amenitoa. Amen. Hakika haikuwa rahisi. Hata ukiona wanasema Sele ni mtu mzuri kwa ile kitu amehitaji, lakini akikosa anaanza kulia kwa sababu kilicho ndani mwake kinamforce alie. Na nashukuru Mungu alitusaidia kusimama pamoja naye tangia Nazareth mpaka mahali amefika, sababu amekuwa mtoto mwaminifu. Wakati nilimpata nikasema kama Yesu nitakurudishia wewe na nini akufanyie kazi yako. Huyu mtoto tangu standard 1 ameendanga tu kanisa Sunday, akawa mwalimu wa Sunday, akifika primary, akifika secondary, akawa kwa hiyo Christian Union, mpaka mahali amefika, amelelewa tu na kanisa. Wewe tu Mungu bana asinakutumainia huyu mtoto sana. Kijana alifika mahali akakula kona, lakini yeye alijaribu kumbembeleza rudi kwanza, hata kama nini makosa rudi shule, lakini alishindwa. Lakini anaendelea kumuombea. Hivi karibuni nimesikia anasema atarudi. Nimemshukuru mtoto huyu kwa sababu pesa imekuwa shida, lakini alikuwa analia
papa, sasa mimi nitafanyaje? Mtihani imefika na wanasema pesa. Sasa unajua mimi nilikuwa na mkazia kidogo. Sema wacha nimuone, naambie omba. Wacha tu kusema pesa, omba tu, Mungu mwenyewe ndiye atafungua njia. Siku ya mwisho kipaki siku 2 namtumia pesa. Naona kweli tumaini lake limtia nguvu, na hata nikikuja anasema kweli ubarikiwe. Amen. Tena kaniombea niishi maisha marefu. Au kweli ndio wamenishikilia. Hata ndio naona Sela anakuwa na nguvu wale. Nimeshukuru kwa mchungaji. Kweli kanisa, wacha tushishike kwa kanisa. Tuombe Mungu. Hii maisha ya saa hii ujui. Kwa sababu hata mjomba wangu naye aliamuka akakamua vizuri akapeana maziwa. Anakuja kukaa chini na anaenda. Maisha ya saa ile iko, wacha tuchiweke kwa Mungu kila wakati. Haijulikani. Nimeshukuru kanisa, muendelee tu kumuombea huyu msichana. Asifika hapa aseme kazi ilipatikana haraka. Unajua hata Mungu naye huwezi saa mtoto na anatembea. Mpaka lazima uombe, uongoje. Na hiyo mimi naomba sana mwanangu uvumilie. Na usikimbie. Saa hii nje ni mbaya. Uliza kwanza. Saa hii usiangukie. Saa hii unaona wengine wanaweka wengine kwa gunia wakienda kutupa. Saa hii mchunge, maisha ya saa hii sio mzuri. Kwa hayo mengi sitawachosha. Bali mimi ninaitwa Peter Wamalo. Toka Kicha Cheptes. Amen. Amen. Hakika ninafurahi jioni ya leo. Penye Mungu amenitoa hakika. Nasema ni Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nikisimama hivi, yeye anafika mahali baka nasikia tu machozi ya furaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msichana wangu ndiye amefanya mkakuwa hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nina furaha wapendwa. Kabla sijaongea mengi, niko na marafiki zangu ambao wamenifuata. Naomba tu marafiki zangu, naomba hapo msimame. Huyo dada mwenye mnamwona beba mkono Sheila, huyo anafanya na yeye Idinzo Girls, huyo ni mwenzangu. Alafu pia huyu yuko naye pale kwa shule, kuna kazi yake ambayo anafanya kwa shule. Amen. Alafu pia yule wa nyumba pia naye kuna kazi yake anafanya pale town. Amen. Alafu pia huyu naye mkimwona hivi, huyo ni boda wangu. Amen. Sasa yeye nikishindwa na mwambia sina pesa, kuja unichukue nipeleke kazini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu anaitwa Sheila. Huyu anaitwa Rose. Yule anaitwa Shikoli, huyu anaitwa Patrick. Amen. Kwa hivyo mtaweza kuketi chini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla sijaongea, naomba madada zangu karibuni. Kwa haraka kidogo. Amkeni, changamka. Mwenye anakuja tufuatane. Shemeji simama, kuja fuata. Mwingine amewasisia kwa watu. Si kuja spidi kidogo. Kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba, haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba. Ni mkono wa Mungu. Umenibeba. Haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba. Ni mkono wa Mungu. Umenibeba. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi nimewasimamisha hivi ndio vile tunafuatana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna first born hapa hajakuja. Huyu ni second. Mimi ni third. Huyu ni bibi ya shemeji yangu. Bibi ya ndugu yangu. Alafu yeye akafuata. And then huyo ni Kitinda.
Kwa hivyo kabla mimi sijaongea, nafikiri wako na jambo la kuongea. Bwana asifiwe. Amina. Amen. Sasa hii hata sina cha kuongea, ni furaha tu. Amen. Unajua sasa kama Mungu amekupa yako uhai, unaongea, unakula, unashukuru Mungu. Bwana asifiwe. Sio rahisi kufika hapa. Sitakuwa na maneno mengi. Naomba tu Mungu azidi kushika tu huyu Stella mkono. Abarikiwe. Bwana asifiwe. Hata amebarikiwa. Amen. Mungu tumemtoa mbali sana. Bwana asifiwe. Mimi ndio mama yake namba 2. Bwana asifiwe. Nimeng'ang'ana, sio rahisi. Nikamwambia sister yangu ng'ang'ana. Ndio meza safari. Anafika mahali kulu fisi. Kung'ang'ana tu ani wanakuja. Mimi nimeoleka na ambacho. Tuka mnasenga ni ambacho. Bwana asifiwe. Na bakolo na ambacho kwenye natoka huko hivi. Amen. Alafu huyu mwe wa kwanza huyu naye nilikuwa mgonjwa kidogo. Tumoleka na yetu. Unajua sasa mimi niko na ambacha. Nene yako mtaso. Bwana asifiwe. Yaani kwa area moja tu. Sisi wote tuko tu. Amina. Amina. Amen. Representative. Nashukuru Mungu. Amen. Nimekuja kusema Asante, nimekuja kusema asante, nimekuja kusema asante, nimekuja kusema asante. Amen. Pia si jioni ya leo nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ameweza kutupa tetezi juu ya maisha. Bwana asifiwe. Amen. Si kwa nguvu zetu, si kwa uwezo wetu. Kwa sababu tu ya rehema na neema. Bwana asifiwe. Amen. Ndio wewe tunasema haijawa rahisi. Na ndio maana pia tunasema lazima tumshukuru, si ndio? Kwa sababu kuna wengine wanaenda huko hawarudi hata nyumbani. Lakini kwani sisi ni nani? Msala wetu ni ule sister yangu Jutaimenya amekuwa secondary, tunakuwa tunaenda kule nyumbani. Tumepitia maisha magumu, hata Stella anajua tunakula hata mboga yenye hata haina mafuta. Tumeng'ang'ana, penye msichana ametoka ni mbali na amekuwa mvumilivu sana. Hakika Stella tuko na furaha juu yako, lakini hiyo furaha isiwe tu ya leo peke yake. Tunataka ani hata sijui hata niseme tu aje. Hii furaha iendelee tu ikuwe hivi. Tunakuombea tu Mungu upate kazi, after ukipata kazi, sijui tutasema tu nini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi sina mengi, kwa majina naitwa Maureen Wafula. Mimi naishi Kimkare Nuku Saidia. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni Sara. Nilianza na hiyo wimbo kwa sababu sio rahisi kweli. Sielewi hata msijui niseme nini. Nikisimama hivi tena nimesimama kwa niaba ya nyanya. Dada Mungu nimeokoka. Nasikia furaha kwa dada yangu Celeste. Amen. Amepitia maisha magumu lakini Mungu amekuwa naye siku zote. Amen. Yaani leo ni siku ya furaha sana. Amen. Amen. Naomba dada yangu maisha mazuri. Akaweza kupata kazi kwa sababu Mungu ako naye. Amen. Pia mama yangu amepitia kazi ngumu sana. Yaani anakanyaga miguu distance kubwa sana. Akitafuta yani ili tuweke kitu kwa mdomo. Amen. Lakini Mungu amekuwa na yeye. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Naomba mamangu maisha marefu sana. Amen. Na babangu hapa ameng'ang'ana ili asomeshe dada yangu. Amen. Amepitia maisha magumu. Kila tunawaambia asante. Asante kwa kila mmoja kuwa hapa. Amen. Asante kwa kila mmoja kuwa kwa sherehe dada yangu. Amen. Kumsherehekea dada yangu. Amen.
Nashukuru tu. Amen. Asante. Na unajua ni kwa sababu gani uliweza kunipa kazi Ibinzo Girls? Na unajua ni kwa sababu gani mimi niyapitie haya yote? Lakini nataka niseme wapendwa, Mungu amenionekania. Amen. Nina ushuhuda, Mungu amenionekania. Na hakika ninapendeza ni kwa sababu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninasimama hapa nasikia ni kama nitoe machozi. But machozi yangu si ya huzuni, machozi yangu ni ya furaha. Amen. Nimeng'ang'ana kwa ajili ya kusomesha mtoto. Nimeng'ang'ana kusomesha mtoto high school. Amekuja nimempeleka college. Hakika amepitia magumu. Sasa zingine hata naomba pesa, hata mtoto anakuambia hata mama hata sana 20 bob ya kununua mboga. Ninamuuliza, ninatoa wapi? Mtoto anaanza kulia. Ile baba amesema anapenda kulia. Huyu mtoto utamkataza kitendo tu mama yake ako na pesa. Utamwambia sina pesa. Anafika tumesana pesa ni mlinisukuma shule, kwani unafikiria nakula nini? Tunafika mali napiga makofi naambia Mungu. Kwani nilipeleka mtoto aende kuhangaikia kwa shule? Naambia Mungu nisaidie. Lakini kweli nimeona Mungu akinisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wangu amekuwa mtulivu, ameng'ang'ana. Hajaona mama yake anakumbuka ninang'ang'ana. Hakika nabia machozi ya furaha. Mtoto wangu asante. Asante kwa kuniheshimu. Amina. Asante kwa kunielewa. Na asante kwa kuniunderstand. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakika wapendwa nabia machozi ya furaha. Amen. Wakati walisema, wakati wamekuwa wakisema kwamba watu wanatakana graduate. Nilikuwa naambia mtoto wangu na utapita mtihani. Na mtu aliniambia mama, mimi nitapita mtihani. Amen. Nikamwambia utagraduate. Yaani mtoto wangu alikuwa na imani ya kwamba atagraduate. Amen. School fees imekuwa ngumu, akija akasema ya kwamba kama hujamaliza fee hakuna graduate. Lakini wapendwa tumekuwa tukisimama kwa maombi. Amen. Na hakika Mungu amejibu. Amen. Wapendwa, nilikuwa hata nini niliwaambia? Amen. Unisaidia kwa maombi. Amen. Mtoto wangu school fees sijamalizia, kuna balance ambayo imebaki kidogo. Na wakati nisikia kwamba hata graduate nikamwambia Mungu, Mungu kweli mbona mtoto wangu asigraduate? Lakini nataka niseme Mungu amejibu maombi yangu. Bwana amfanikishe. Amekuwa na tamaa ya kuendelea. Ametaka aendelee diploma, lakini nimemwambia mama usijali. Wacha Mungu atakufungulia njia. Na Mungu pia akitufungulia njia, mtoto wangu ataendelea na masomo. Bwana asifiwe. Kitu ni kumwazo ambaye ameweza. Lakini najua Mungu atafungua njia. Kwa pia pastor nataka nikashukuru kwa ajili ya kusikiza mwito. Mtoto wenu adiwalika na ndio umefika. Pamoja na marafiki wa Celestine, hata kijana ambaye mnasoma na yeye, hakika nasema karibu sana na pia ninashukuru. Ndugu Ken nasema karibu sana. Wacha Mungu wa amani akaweze kuwabariki. Amen. Kwa majina naitwa Felistas Wafula. Amen. Thank you very much. Naomba tusimame. Hii wakati hajakuwa mwenzenu, mimi naitwa Ken Wanyama. Amen. Hapa na ufurahi wewe ni suspect. Hebu angalia jirani yako kwa uso. Si amekula. Nimesimama hapa kuwakilisha kanisa letu la PEFA chini ya Apostle Bayo na Bishop Grace na wachungaji wetu wote. Amen. Amen. Mchungaji wetu senior pastor angekuwa hapa lakini wako kwa mission trip kule Homa Bay. Na alikuwa amesema atakuwa hapa lakini ameniambia mimi nikuje. Amen. Kwa hivyo nimekuja na kofia ngapi? Mbili. Kwa niaba ya senior pastor na kwa niaba ya vijana wa kanisa letu. Amen. Kwa sababu huyu dada rekodi yake kwa youth department ni mzuri sana. Amina. Ndio maana tuko hapa. Amen. Na kesho Sunday wale watakuja kanisani. On Sunday wale watakuja kanisani mtaona yale mambo hamjawahi ona. Amen. Sababu vijana wanaenda kufanyia huyu dada kitu. Amen. Sema ile kitu. Ile kitu. Sema ile kitu. Ile kitu. Na tutaifanya kwa ibada kama watu wote wamejaa wamekaa. Tukishukuru Mungu kwa mmoja wetu kufanya graduation. Amen. 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 So tuko na wengine wetu walienda most, wengine wamejigawa, na kwa neema ya Mungu mimi nimekuja hapa. Amen. 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 Na mimi kama mhubiri nimeangalia kwa macho ya roho. Nimeona huyu dada atasoma diploma. Amen. Ndio atasoma degree. Amen. Ndio atakuwa daktari. Amen. Ndio atakuwa na PhD. Amen. Lakini kuna rasilimali ya dhamani. Amen. ambao wa kimataifa. Pia atakuwa mhubiri wa nguvu wa kimataifa. Amen. 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 Hiyo kipawa iko ndani ya huyu mtoto. Amen. Mbona mnaniangalia na mbona? Na mimi nimechukua jukumu ya kumfundisha maandiko. Nimechukua hiyo jukumu. Amen. Na ninatembea na yeye kwa mambo ya Mungu
and she must become what God wants her to be. Amen. Sema she must. She must. Sema she must. She must. Kama hauna wivu sema she must. She must. Hallelujah. Hallelujah. Ningependa kushare neno la Mungu. Asante sana mama kiongozi kwa kuwa hapa na wengine. Mungu awabariki sana. Amen. Na I want to talk about the power of thanksgiving. Nguvu ya kutoa nini? Shukrani. Amen. Bible inasema ya kwamba Jeremiah 30 verse 19, out of them, Biblia inasema out of them shall proceed thanksgiving and the voice of them that make merry, and I will multiply them, and they shall not be few. I will also glorify them, and they shall not be small. Umesikia hiyo? Kiswahili nasema ya kwamba tena kwao itasikika shukurani na sauti yao wachangamkao. Si tuko hapa tumechangamka? Yes. Nami nitawazidisha wala hawatakuwa wachache. Tena nitawatukuza wala hawatakuwa wanyonge. Sema nimekataa kuwa mnyonge. Nimekataa kuwa mnyonge. Mimi ni mtu wa nguvu. Mimi ni mtu wa nguvu. Sikiza mpendwa, kuna nguvu katika hii kitu inaitwa shukrani. Unaona hiyo word tu thanks giving, shukrani ni kitu ya nguvu sana. Kama kuna kitu Mungu anaheshimu ni wakati unamwambia thank you. Na hata kwa wazazi, mtoto akikwambia asante kunisomesha, unasikia kufanya zaidi. Unasikia kumpeleka kwa college nyingine. Unasikia kungangana mpaka afanye university. There is power in thanksgiving. Sasa kuna dimension tatu za shukrani. Dimension ya kwanza ni kushukuru Mungu kwa ile amefanya. Ndio maana tuko hapa. Are we together? Yes. Mnisaidie ndio nihubiri vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Ni kushukuru Mungu kwa ile amefanya. Dimension ya pili ni kushukuru Mungu kwa ile hajafanya. Ya tatu ni kushukuru Mungu kwa ile ako karibu kufanya. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Wacha nizi explain hizi tatu ndio understand. Amen. Amen. One, tuko hapa kumshukuru Mungu kwa ile amefanya. Amen. 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 Tunasema asante kwa Jehova kwa sababu hii si mkono ya mwanadamu. Hii ni mkono wa Mungu. Amen. Wangapi walikuwa excommunicated from graduating? Sini wengi. Sini wengi majina yao haikutokea. Wangapi wako na balance ya fee kubwa? Sini wengi. Lakini kwa kungangana kwa wazazi wao, mtoto wao amefika leo amevaa gown. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sele. Hii gown hapa mna rent. Hii gown ambayo umetuletea kwa rental house, next gown itakuwa kwa nyumba yenu wenyewe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So wakati unaambia Mungu asante, Mungu anaongeza zaidi. Amen. Biblia inasema kwa kitabu ya Luka, wakati Yesu aliketisha watu zaidi ya 5,000 kwa nyasi chini, akaambia wanafunzi wao wapeni chakula wakule. Wanafunzi wakasema hatuna kitu. Unanisikia? Amina. Mungu aliposikia hiyo thanksgiving, Biblia inasema the spirit of multiplication came. Amen. Samaki wachache wakaongezeka, mkate wachache wakaongezeka, mpaka watu zaidi ya 5,000 wakakula, mpaka wakasaza na vikapo 12 zikabaki. Hiyo ndio nguvu inapatikana katika kusema asante. Amen. Amen. Thanksgiving brings multiplication. Sikiza wewe mama ambao uko hapa. Mzee wako akikupatia 20, mwambie asante. Ukimwambia asante baba kwa 20 ya sukuma, kesho akienda atakutana na baraka za Mungu akuletee 100. Amen. Lakini ukisema hii tu, wenzako wanaleta makilo ya nyama wewe unatupatia 20, hapo utakuwa umefunga flow ya baraka za Bwana katika maisha yako. Mama semeni haleluya. Bwana asifiwe. So thanksgiving inaletanga maongezeko. Number 2,
dimension of thanksgiving. Wakati unashukuru Mungu kwa ile kitu hajafanya, inamsukuma sana ili aifanye itokelee zaidi. Amen. Amen. Inaitwa in English giving thanks in advance. Kushukuru Mungu kwa yale hajafanya, lakini unamwambia tu bado fanya nini? Asante. Pengine unaweza kuwa uko hapo uko mgonjwa. Ndiyo umegonjeka kabisa, lakini ukiambia Bwana asante kwa uponyaji, uponyaji nakuja haraka. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So thanksgiving in advance inaitwa shukurani ya imani. Unapatia Mungu shukurani kwa imani. Na unapopeana shukurani kwa imani, hiyo imani inafanya ile kitu ambayo haiko mpaka inakuja na inakuwa kwa mikono yako. Amen. Haleluya. Pengine huko hapo unatafuta mtoto kwa miaka hujapata mtoto. Acha nikufundishe leo. Wacha kukemea pepo. Kuanzia leo kitoka hapa, anza kushukuru Mungu kwa ajili ya watoto wa kiume na watoto wasichana. Sababu thanksgiving in advance inafanyanga Mungu anasukuma baraka haraka. Amen. Number 3, kushukuru Mungu kwa ile kitu ako karibu kufanya. Unajua shetani ni muongo. Anajuanga wakati unataka kupata baraka. Na anakuanga na strategy ya kuzuia baraka za Mungu katika maisha ya watu. Lakini wakati unajawa na shukurani, Bwana anaondoa vizuizi zote ambazo zinajaribu kuzuia baraka za Bwana kuja katika maisha yako. So there is power in giving thanks to God. So out of them shall proceed thanksgiving, and the voice of them that make merry, and I will multiply them. May the Lord multiply you. Amen. May the Lord multiply you. Amen. May the Lord multiply you. Amen. May the Lord multiply you. In the name of Jesus Christ. Mungu ameniambia nikwambie wewe ni taa ya hii familia. Amen. Wazazi wako wataingia kwa gari umenunua wakiona na macho. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. The Lord will multiply you. Out of them shall proceed thanksgiving, and the Lord will multiply them. Inaitwa roho ya maongezeko. Amina. Sasa leo tunakataa kila aina ya kukwama kwa masomo ya sele. Are we together? Yes. Tunaambia Mungu, Bwana wa majeshi, wewe mwenye umeleta certificate, amevaa gauni mahali kama hapa, mfalme wa falme, kwa sababu wewe ni Mungu unayeongeza watu. Tunatangaza diploma pia ikuje katika jina la Yesu. Haleluya. Na baada ya hiyo diploma tunatangaza degree kuje katika jina la Yesu. Haleluya. Biblia nasema hivi, watoto wa wenye haki watakuwa wakubwa katika nchi. Mmesikia hiyo? Wazazi wetu ninyi ni wenye haki. Biblia nasema watoto wa, sio watoto wa waovu, sio watoto wa walevi. Biblia inasema watoto wa wenye haki. Amina. Wenye haki ni watu ambao wameokoka, ambao wamepeana maisha yao kwa Yesu. People who are born again. But the virtue of being born again, you are the righteousness of God. Kwa hivyo Biblia inasema watoto wa wenye haki watakuwa wakubwa katika nchi. Na kwa sababu huyu mtoto kwanza ye mwenyewe ni mwenye haki na wazazi wake ni wa wenye haki, hiyo scripture lazima itimilike kwa maisha yake, ya kwamba atakuwa mkubwa katika nchi. Biblia inaposema nchi inamaanisha sio Kakamega, sio Kisumu, Kenya mzima na dunia nzima. Hiyo ndio assurance ambayo Mungu ametupatia kama watoto wa wenye haki. Mimi ni Mkongomani. Mimi ni Mkongomani. Baba yangu ni mhubiri. Niko Kenya 25 years. Na kwa sababu wazazi wangu ni wenye haki, mimi ni mkubwa Kenya hii sasa hivi. Unafikiria mimi ni mtoto mdogo? Nafikiria mimi ni mtu hivi hivi. Kuwa pastor nafikiria ni mchezo. Bwana asifiwe. Hiyo si ni cheo kubwa wapendwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. So huyo mniangalie. Huyo hahaso. Hakuna kuhasola hapa. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati mimi na haso. Wapendwa, achana na hiyo lugha.
watoto wa wenye haki hawahaso. Ndio kuna ile slogan inaendelea Kenya sasa hii, tuna haso. Hakuna kazi. Lakini huyu ni wa mwenye haki. Amen. Januari ninatangaza kwa jina la Yesu. Na hii certificate Mungu afungue mlango ya madaktari wale, hata madaktari ile mlango ambayo imeshindwa kufungua kwao, Mungu aifungue kwa huyu wa certificate. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. So and I shall multiply them, they shall not be few. And I shall glorify them and they shall not be small. Unasikia vile Mungu anasema? Watoto wenye haki, mimi Mungu nitawatukuza na hawatakuwa wanyonge. Amina. Amen. Oh my goodness. Hallelujah. Watoto wenye haki hawatakuwa wanyonge. Mama, umengangana. Kungangana imeisha kwa sababu umepata mwenye haki. Amen. Umeamini hivyo? Nimeamini pastor. Umeamini hivyo? Nimeamini pastor. Hii ni nyota. Amen. Imekuja kwa nyuma yako. Amen. Hii ni nyota imekuja kwa nyuma yako. Amen. Kile ninawaomba nyinyi wawili, do the necessary. Do what? Necessary. Do what? Muchangie sana ili huyu mtoto aendelee kusmile. Amina. Mungu alete hela. Mungu alete vyakula. Magonjwa yaondoke katika maisha yetu. Simama kwa miguu yako nikuombe. Kabla niombe maombi ya mwisho. Amen. Amina. Kabla niombe maombi ya mwisho, nataka hii meza itoke. Avae tu kwa mwili hivi na atoe. Ama wacha akue na hii. Patia baba kofia. To save time. Ule brother wako kwa kuja to impart na spirit of education. Huyu mtoto haja graduate peke yake. Hata nyinyi mmefanya nini? Umeona vile mtoto amekuvalisha kofia? Sasa amekuvalisha. Kofia inakuja diploma atakuvalisha. Hiyo tayari inakutangazia maisha marefu. Degree atakuvalisha. Ya doctorate. Masters na watangazia maisha marefu. Amina. Sababu kuna graduation zingine atafanya zitakuwa Kenya. Zitakuwa nchi za ngambo. Amen. Unaniangalia, usituko hapa mtaona. Amen. Mtasemanga ule Mkongo alisema hii maneno. Mtasikia tu mama anawatangazia majirani. Naenda UK kwa graduation ya nani? Kanisa letu liko na hiyo anointing. Amen. Kanisa ya Pefe iko na hiyo anointing. Amen. Vile mtoto amekuvalisha hiyo kitu, this is prophetic. So you are not an illiterate. You are not. You are wewe ni musomi. So mmesikia akisema hapa hata kama sijui Kiingereza. Si alisema? Sasa tumekataa hii. Kwa sababu ya Sele kujua Kiingereza, huyu pia ni musomi. Hallelujah. The same to the father. Hello? Toeni mumurudishie vitu zake. Vile ulimwekea mtolee. Usitoe peke yako. Vile alikuwekea akutolee. Umecheka kicheko ya university. Unasikia kicheko ya university vile na kwa. Kijana. Tolea baba. Tolea baba, weka kwa kichwa ya kijana yenu. Pigia huyu daktari makofi. Sema nimepokea. Sawa, rudisha kwa kichwa ya dada yako. Mnapokea anointing. Now I want to pray. Kesho mkitaka kujua mambo mengi, vijana wanaenda kufanya huyo msichana, kujeni kanisani Sunday. Mtaona huyu atalia kwa hiyo kanisa Sunday kuliko ile amelia leo. Nao piga magoti. Piga magoti, I pray. Ninabeba neema kutoka kwa askofu wetu. Sawa sawa? Are we together? Yes. Nimebeba neema kutoka kwa wachungaji wa kanisa letu. Nimebeba neema kutoka kwa washirika wa kanisa letu lote. Amen. Wale wako nyuma, songeni karibu. Naomba uombe huyu mtoto
na Mungu akusaidie maombi yako isikwe maombi ya kinyongo, ikwe ni maombi ambayo inaenda ku mzima kitu. Shetani anajuanga saa ile neema inashuka. Songeni karibu. Washirika wa Pefa mko hapa? Wale madada za mama, songeni. Baba yuko asonga. Mimi mwenyewe namwekea mikono, but nyinyi wote mnanyorosha mikono. The grace. Neema ambayo iko kwa baba yetu wa kiroho Apostle Simeon Obayo. Neema tunabeba hiyo neema sahihi. Sababu huyu atakuwa ni pila ya huduma kwa miaka zijazo. Praise the Lord. Amen. Nataka ufocus, ufungue kinywa chako na ubariki huyo mtoto. Go ahead everybody. Wazazi songa karibu. Omba itoke kwa moyo wako. Everybody pray. Fungua milango za kimataifa kwa huyu mtoto. Hakwami huyo. Hakwami. The provider is God. God will take you to your diploma level. God will take you to your degree level. God will open a door for a job. God will do great things. God will open doors for you. In the mighty name of Jesus. Somebody pray. Everybody pray. Baba Mungu, katika jina la Yesu, umbali umefikisha mtoto, wewe ni Ebeneza. Nini ambayo inakushinda wewe? Wewe ni Mungu wa kweli. Hakika tumeona mkono wako katika hali ya kungangana, lakini umefikisha huyu mtoto hapa. Umeweka kofia ya heshima kwenye kichwa chake na umemuvisha vazi la kikuhani, vazi la kiheshima. Wewe ni Mungu wa imani. Tunakupenda, tunakuinua, tunakushukuru kwa sababu umeanza na neno lako linasema kile ulichoanzisha wewe Mungu utakikamilisha. Masomo hii utaikamilisha katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kuona mtu mkubwa, maana neno la Mungu linasema watoto wenye haki watakuwa wakubwa katika nchi. Neema ambayo iko juu ya maisha ya sini ya pasta wetu, neema ya usafiri, neema ya ukubwa, ninawachilia hiyo neema kwa maisha ya huyu mtoto kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, hakuna mtu yeyote atafaulu kuleta huyu mtoto chini. Ninakataa kila mapepo, kila wanadamu wa wivu, kila mitego ya shetani, kila marafiki wabaya, ninawakataa kwa jina la Yesu. Shetani ashinde, kazi zake zishinde. Anapoweka mitego haitanasa huyu mtoto. Tunamfunika kwa damu ya Yesu, maana wewe ni Jehova. Huyu ni mcha Mungu. Bwana umeinue na neno hili ambalo umedhihirisha kwa maisha yako, ambaye atakuwa mhubiri mkubwa. Bwana, neno hilo likatimika. Roho wa Bwana akajae ndani ya moyo wake na milango ya baraka ifunguke kwa maisha yako. Ninaombea wazazi wako, Bwana wapatie neema. Wapatie neema. Zungumuza na mioyo yao. Mungu, zungumuza na mioyo ya wazazi wao. Wasikie sauti yao. Mzigo ya hii familia ikue kwa mioyo yao. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
Bwana wa majeshi, zungumuza na hao wazazi. Yes. Nena na mioyo yao. Yes. Nena na moyo ya huyu mzee. Yes. Nena na moyo ya huyu mama. Yes. Ili mapenzi yako yatendeke. Yes. Hata huyu kijana ninamwombea. Yes. Atakuwa pia kama dada yake. Yes. Maana wewe ni Jehova. Yes. Ninakataa roho ya umasikini. Katika jina la Yesu. Katika hii nyumba. Roho ya kungangana toka. Toka. Jina la Yesu. Roho ya kungangana toka. Toka. Jina la Yesu. Kila pepo ya umasikini toka. Toka. Jina la Yesu. Umasikini haitakuwa sehemu yetu. Ninawabariki kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sema amen. Amen. Ninapokusimamisha, as I lift you up, this is how your life is going to rise up. Oh, amen. Are you hearing that? Yes. As I lift you from this ground, Yes. this is how your life is going to rise. Yes. The Bible says, he who comes from above is above all. Amen. Hautapatikana kwa watu waovu, na watu wa chini, na watu wasiokuwa na maana. Now, come up. May your life rise up. Amen. Jesus, my God. Jesus, my God. Thank you. God bless you. Mungu awabariki. Ni mkono wa Mungu. Madada. Umenibeba. Ni mkono wa Mungu. Kanisa. Umenibeba. Ingawa rahisi kufika hapa. Ni mkono wa Mungu. Umenibeba. Ndio wimbo yetu sasa. Nani ako na wimbo ingine? Bwana, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru. Wengine sijui, ila mimi Bwana, nimejua umenitendea. Bwana, nimerudi tena. Yesu, Asante sana. nakushukuru. Asante sana. Wengine sijui, ila mimi Bwana, Asante sana. nimejua Asante sana. wengine sijui, ila mimi Bwana, nimejua umenitendea. Bwana, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru. Wengine sijui, Bwana Ukienda kwa harusi ama uende sherehe na kuna keki, ukitoka kwa hiyo sherehe kama hujakula keki inakuwa unaenda kwa sherehe, si ndio? Sasa hapa kuna keki mzuri sana. Mzuri sana. Celestine, asante sana. Unajua kuna mtu kuanzia mwaka ianze hajawahi kula keki. Lakini kwa sababu yako mahali hapa najua tutakula keki, si ndio? Keki naona ni mzuri sana. Tupige makofi tushangilie. Shangilia kwa sababu yako pia inakuja, tutashangilia. Ukitaka kushangilia Sele. Keki inapendeza ama ipendezi? Inapendeza. Ni tamu ama si tamu? Ni tamu. Unajua aju moja. Inaonekana, si ndio? Imevalishwa, imependezwa. Unaona Sele huwa anakuwa mrembo. Nani anajua Sele? Mrembo sana. Sele huwa anakuwa mrembo na wakahakikisha keki ambayo wanatuletea imepambwa kama Sele. Nywele tu ni kama Sele, kila kitu ni kama Sele. Bwana asifiwe. Yeah, color pink. Wanawake wanapenda color pink sana. Kono.
Yeye ndiye atatukatia keki hii katika hali ya kumwelekeza. Tutamnawisha hapa mikono kwa sababu yeye ndio mgeni wetu rasmi. Wacha upate kunawishwa mikono. Tunakuchunga sana kama yai. Serviette ikuje. Mgeni wetu wa heshima haiwezi kana mikono ambayo inadondosa maji. Hata keki yenyewe tunampigia shikalakala, sawa? Shikalakala ni lazima. Yasikie utamu, tuko mahali hapa na nakata keki ambayo tunataka kukula. Sele, kwa hivyo anakata tukimpigia makofi. Yesu, ilikuwa ni bwana harusi na bibi harusi wangeshikanisha mikono, lakini wewe mwenyewe kwa utaratibu. Ukinena ndani ya moyo wako ukiambia Mwenyezi Mungu asante, baraka mama yake. Wacha yeye mwenyewe atukatie. Unaona hii urembo yote ni ya Sele. Kwa hivyo vile ni iko na urembo pia yeye mwenyewe atukatie. Ningependa unakata keki ukishukuru Mwenyezi Mungu ndani ya roho kwa umbali ambao amekuleta. Sawa sawa. Ambia tu Mungu maneno yako na ushukuru Mungu pia kwa ajili ya wapendwa kuwa mahali hapa. Kata tukimpigia makofi, anapoanza tumpigie makofi tukishangilia. Ningependa tushangilie. Shukuru Mungu kinene. Kata hata hiyo keki. Hata mara moja. Hata usiogope. Hiyo ni rangi yako. Hata ongeza mkono. Hata rangi yako. Hata keki kata. Hata ujionyeshe. Hata ni siku yako. Asante sana. Sele, wazazi wa Celestine wako wapi? Baba, mama. Baba peana simu waendelee kukuchukulia kwa sababu ninyi ndio wazazi wa Celestine. Ningependa keki hii vile amekata ninyi ndio mtakuwa wa kwanza kukula. Lazima mfurahie matunda na jasho lenu, si ndio? Ukipanda mahindi unatarajia kuvuna mahindi. Hapana, ukipanda mahindi unatarajia kuvuna tobacco. Hapana, ni mahindi. Kwa hivyo ningependa Celestine akate hii keki. Celestine, ulishe wazazi wako pia ukinena ukiambia Mwenyezi Mungu asante kwa kunipatia hao wazazi. Asante kwa sababu wamekuwa nami tangu nilipoanza na pahali ambapo nimefika. Kwa hivyo tuendelee kuimba anapolisha wazazi wake. Kata kidogo ukiwalisha wasikie vizuri. Ukimaliza utalisha pia mchungaji. Alafu unapomaliza na mchungaji, wazazi, mama, baba pia watakulisha kidogo kidogo. Haya, tupige makofi anapolisha wazazi wake. Pasta. Alafu mama usiende kwa sababu utamlisha na pia baba atamlisha. Amen. Aya, tupigie pasta makofi anapolisha keki. Lisha. Mama chukua umlishe, pia baba atachukua atamlisha. Ndugu yake yuko wapi? Ndugu ya Celestine. Au wao waachani wanatembea tu wawili. Ukiona kanisani Celestine utaona ndugu yake. Hawa huwa waachani. Mama, lisha msichana wako. Kazi ambayo umefanya, unafurahia matunda. Haikui bure wewe kuamka na kushughulika. Matunda ndio haya. Lisha ni siku yako. Leo jionyeshe. Lisha. Chukua lisha ndugu yako.
Lisha ndugu yako na ndugu yako pia atakulisha. Tufurahie ndugu yake anapolisha. Lisha kololisha. Hey. Atufurahie anapolisha. Dunga. Kadogo. Tafuta kubwa sasa ni kubwa. Atafuta kubwa. Asante. Sasa ni wakati wa sisi raia. Ikonyero house group. Nimefurahi sana. Nawashukuru nyinyi wote sana kwa kufika. Acha Mungu awabariki. Amen. Safari haijakuwa rahisi, lakini kwa neema ya Mungu ameniwezesha mpaka nimefika hapa kwenye nimefika. Yangu mimi tu ni kuwashukuru sana. Nimekuwa kisimama na mama, marafiki zake wote, na washukuru nyinyi wote sana. Hata na majirani pia. Acha Mungu awabariki. Na nawaombea maisha marefu. Na jinsi nilivyo, nyinyi ni akina mama pia nyinyi. Na nyinyi msherekee pia matunda ya uzao wenu. Msherekee siku nyingine tena vile mimi nimesherekewa leo. Kwa neema ambayo imenibeba iwabebe na nyinyi pia. Amen. Nakushukuru madada za mama yangu wote. Wacha Mungu amani awabariki. Amen. Kama wamesimama na mama yangu wajamwacha. Praise God. Shetani alikuwa mjanja lakini walihakikisha kwamba wamefika. Bwana asifiwe. Nawashukuru sana masista mamangu wote. Wacha huyu Mungu awabariki. Mungu yeye nawaombea vile mmekuja hivi. Haijalishi ni nini imehappen, lakini mimi najua Mungu mwenye namuomba. Mungu mwenye nilimwambia siku kama ya leo ifanyike, ndio Mungu mwenye anaenda kuwafungulia milango zenu. Amen. Itakuwa hivyo, hamtakuwa vile mlikuja. Vile mnaenda hivyo, najua kwamba kuna kitu Mungu anaenda kufanya kwa maisha yenu. So usikuje alafu uone kina kitu imehappen, alafu uanze kusema kwamba I wish I knew singeenda. Mom Suzy, wacha. Wazijua kwa nini kitu yenye imehappen. Nimekaa chini na nikauliza Mungu, kwa nini kitu imehappen shule imehappen hivyo? Lakini Mungu ananiambia kwamba kila kitu kinafanyika kwa makusudi yake. Na kuna kitu kwa nini amefanya ifanyike hivyo. Niko na makazini zangu kutoka kwako. Wacha neema yenye imenibeba. Huyo Mungu mwenye amenibeba mimi, wacha akubebe wewe, na wewe ndio unaenda na baraka zenye nilikuwa naomba. Ndio Mungu baraka zote zenye nilikuwa naomba kwetu, wacha uende nazo. Bwana asifiwe. Nataka niwashukuru sana nyinyi wote, niko na furaha sana leo. Bwana asifiwe. Amina. Na si ati kwa sababu ni sisi ndio tuliweza, si ati ni wazazi wangu, sio ni baba yangu, sio ni mama yangu, ama sio ndugu yangu. Sikuwa nategemea hao wote, nilikuwa namtegemea Mungu, na kupitia kwa Mungu anasema kwamba hakujia yeye mwenyewe, lakini hakushuka yeye mwenyewe, lakini alinipatia wazazi. Bwana asifiwe. Hakushuka yeye mwenyewe, lakini alipatia mama yangu marafiki. Praise God. Hakushuka yeye mwenyewe, lakini alipatia mama yangu madada ambao wanasimama na yeye. Bwana asifiwe. So nataka kuambia kwamba msikate tamaa kwa jambo lolote. Praise God. Na my dad hapa hivi, baba yangu hautakuwa hivyo vile huko. Nilikuwa napigia baba yangu simu kumwambia ni kumsalimia tu, lakini ananiambia nimekonda. Praise God. You can imagine unapigia mzazi umsalimia alafu anakuambia nimekonda. Bwana asifiwe. Na tuka hapo hivyo naenda napiga magoti na naambia Mungu, baba yangu anakonda kwa sababu yangu, lakini neema yenye iko kwangu siku moja utakonda tena. Praise God. Neema yenye imenibeba. Leo umekuja graduation. Praise God. Amen. Tumekuwa tunafika pale hivyo na gari, na nikaambia Mungu, leo naenda kusherekewa kwa nyumba ya wenyewe. Nataka msikie hii na msikie vizuri. Nataka mnione. Praise God. I'm more than a conqueror. Hakuna adui mwenye ataniweka mimi chini. Hakuniweka kitambo, then saizi neema yenye imenibeba hata niweka chini. Next tutapanda gari ati tunakuja hapa. Nataka mnisikie vizuri.
na maki tarehe 5 Disemba 2025. Sherehe ingine yenye inakuja, napeleka mama yangu na baba yangu kwetu. Hatutakuja kwa wenyewe. Siku ingine mtakuja mkate keki, tutakuwa kwetu sisi wenyewe. Bwana asifiwe. So msikate tamaa kwa kila kitu kenye mnafanya. Praise God. Na nawaombea Mungu sana. Nawaombea tu sana tena sana. Mungu mwenye namuomba hawezi niaibisha mimi. Amina. Na vile pastor tu amekuwa mnasema hapa neema ya kimataifa. Praise God. Mimi shule nilikuwa naendanga mountain. Na vile nilienda kuchukua gown, nashukuru Mungu anafanyanga vitu coincident. Nilikuwa naenda mountain na naambia Mungu nisaidie nipatikane kwa hiyo list ya graduation. Na kwa hiyo list ya graduation sitaki kitu kingine, nataka distinction. Nilipiga magoti na nikamwambia Mungu, sciences ni ngumu sana, mimi hata sijui, lakini niliambia Mungu nataka distinction. Na Mungu alinipatia hiyo distinction. Na nilirudi huko nikarudi nikaenda nikachukua gown shule. Na nikasema hapana, lazima nirudi penye hii success imetoka. Nikarudi nikachukua gown yangu vile mnaniona hivi na kila kitu, na nikarudi huko kwa mountain. Na nikapiga magoti na nikamwambia tu Mungu kitu moja, asante. Na nikamwambia kama nilikuomba ukanipatia distinction, then Canada nitatembea. Asifiwe. Najua kwamba hata kama itachukua muda, lakini huyu Mungu mwenye amenibeba na neema yenye imenibeba, Mungu mwenye anajua. So naomba kwamba Mungu awabariki sana na muendelee hivyo na upendo wenye mmesimama na mama yangu. Madada za mamangu muendelee hivyo kabisa, mmekuwa karibu sana. Mama Maureen umekuwa karibu sana. Tukisema kwamba kuna sherehe unasema kwamba mimi tu niweke ndani nitasimama na wewe. Amesimama na mimi, transport imekuwa shida lakini anasema usijali mama, kila kitu tu itakuwa sawa. Praise God. Na nashukuru sana maombi yenye tuliomba na Mungu amefanya hii siku imekuwa successful. Licha ya majaribu, licha ya kila kitu imeenda hivi na hivi, lakini tunashukuru Mungu kama siku ya leo imeisha. Namshukuru sana. Praise God. Na ni maombi ndio imefanya leo niko na wazazi wangu wote. Kama singekuwa naomba, kama si Mungu, leo hii mama yangu angekuwa alikufa. Leo hii ningekuwa nilipoteza baba yangu. Bwana asifiwe. Ukimwomba huyu Mungu atakufungulia vitu za ndani na utaona. Praise God. Mimi ajali imekuwa ikizungukia tu mama yangu, ajali kila wakati. Na hakikisha kwamba siku ya Jumatatu, sijui ni siku ya Jumanne, gari inatoka nyuma inataka kupita na mama yangu. Mama yangu amekaa nyuma kwa pikipiki. Lakini huyu Mungu, wacha niwaambie, huyu Mungu mwenye naomba. Huyu Mungu, mama yangu alikuwa amekaa nyuma lakini gari ikapita na wao, lakini mama yangu hakuumia. Wacha niwaambie, mtumainia huyu Mungu sana. Praise God. Na namshukuru sana kwa sababu amenihifadhia baba yangu. Hata baba yangu mwenyewe ajui majaribu yenye anapitia, lakini huyu Mungu mwenye naomba ananifunulia. Yaani ananifunulia na kwamba leo baba yako yuko hivi. Saa zingine nampigia simu, ajui kwa nini nampigia simu. Nafikiria tu maybe nimesota, na niambia umesota, una credit hata nikutumie. Lakini sio hivyo. Nataka tu kuconfirm kwa sababu kile Mungu alinionyesha. Akiniambia kwa mzima, nasema kwamba Mungu endelea kufanya kenye unafaa kufanya. Na bure leo hii tungekuwa tuna celebrate, lakini singekuwa na mamangu. Maybe leo ningekuwa nalilia kaburini kama singekuwa naomba. Bwana asifiwe. Ningekuwa na celebrate nikisema vile watu wana celebrate kwa kisema kaburi ilichukua mama yangu. Leo mamangu angeona success yangu, lakini alimezwa na mchanga. Lakini mimi leo nasimama hapa nikisema tu kwamba huyu Mungu, asante sana. Umeng'ang'ana, mamangu hajawahi give up na mimi. Kila challenges yote, hata kama sitakuwa na school fees, wewe twende tu hapo penye sikilifa niende, haikuwezekana. Praise God. Lakini Mungu mwenye alinipeleka Sigalagala alijua kwa nini. Kama singeenda Sigalagala, then saizi hata singekuwa najua maybe kuomba, maybe singeshinda majaribu zingine. Lakini ule Mungu alinipeleka huko, alijua kwamba success yangu inatoka huko. Na anajua kwamba huyu minister hata lelewa kwingine, lakini penye atalelewa ni Sigalagala. Praise God. Na nashukuru sana watu wa kanisa. Wacha Mungu awabariki. Marafiki za mamangu, mmesimama na mamangu, alikuwa na walilia na mnamtia moyo, mnamwambia tu usijali, kila kitu itakuwa sawa. Amekuwa tuna wasiwasi kila wakati, lakini nawashukuru sana kwa sababu mlisimama na yeye mpaka mnamwambia mnataka mumsaidie. Niliona kulikuwa na Sunday, my mom nilia anajua, akamwambia Felicitas, sasa wewe
unalia hivi, si tufanye hivi na hivi, kuna kitu walikuwa wanataka kufanya. Lakini tukafika kwa njia na nikamwambia mama, uko na marafiki wazuri yes, lakini hapana, Mungu mwenye namuomba yeye atafanya tu chenye anafaa kufanya. Na ndio huyo Mungu alifanya leo, ndio maana hii siku imekuwa vile. Nawashukuru sana tena sana. Wacha tu huyu Mungu wa amani awabariki. Alisimama na mimi nikiwa shule. Haikukuwa bure. Haikukuwa bure. Huyu Mungu atawarudishia. Tena atarudisha maradufu. Hata vile mmekanyaga hapa, neema yenye nilikuwa naomba mahali hapa hii siku leo mkuje. Hamtoki hapa bure. Na mtashuhudia. Bwana sifiwe. Mtashuhudia nyinyi wenyewe na mtasema kwamba ile sherehe yenye ilikuwa kwa dada Felistas haikukuwa ya bure. Nataka nikushukuru sana Shosh Mguzi na Kuma, lakini ukasema huyu mjukuu wangu leo lazima tu nisimame na yeye. Shosh, Mungu akubariki na kuongezee maisha marefu. Wewe utaishi mpaka ukuje harusi yangu kwanza. Kaya Shosh, toka. Tokea Shosh wewe. Bwana sifiwe. Wacha tu Mungu amani awabariki sana. Nimefurahi sana tena sana. Mungu awabariki tu nyinyi wote. Amen.